Kwa sababu vyote vinavyohusika na emotions and feelings ni temporal. Huwezi kufanya maamuzi kwa ulimi isipokuwa the brain. Kwa hiyo anasema anaungangania uovu, anaona una utamu. Na utamu. Nakutana kesi nyingi sana mpaka mtu analia machozi. Afanyeje kurudisha nyuma? Lakini haiwezi kurudi nyuma. Akisa nyingine mpaka nadhani mpaka Mungu aonekane amemsamehe, mpaka aondoe changamoto alionayo. Inabidi umueleze hata yule mwizi msalabani he was okay na bado alikufa msalabani. Ugly scars can remain. Inaweza ikabaki. Hii ndio ubaya wa dhambi, inadanganya, ina sugarcoat. Ukionja kitu kitamu, unaonja maisha, unaona imepigwa jeki kiuchumi. Maisha haya ndio maisha yenyewe haya. Piga jeki. Kama ambavyo watu leo wanasema unajua kutolewa ni, anaeleza alikuwa ameolewa alafu anasema tena wengine pasa wanakuja wanasema eti ni single mother. Hakuna language yoyote European language inayoita single mother. Huo ni uhuni tu. Ni uhuni. Ni single parent, not single mother. Hakuna mother anayezaa akiwa single. Hiyo reproductive system haipo kwa mwanadamu. Hili uonekane hiyo sio dhambi, alikuwa muhuni ama alifanywa uhuni, halafu anasema single mother. Single mother ni Kiingereza cha wapi hicho? Akipo. Kwa kuwa ninyi wasome neno muangalie hiyo single mother ni nini? Pumba tu. Failure ya mambo ya immorality alafu leo yanakuwa ya kishujaa leo. Ni sana watu wanaofiwa leo eti wanaitwa majasiri. Who told you? Yaani kufiwa na mume ndio umegeuka ghafla kuwa jasiri. Kwa nini tunataka kuwapeti watu? Kwa hiyo ina maana ukiwa kwenye ndoa wewe sio jasiri. Ila jasiri ni pale unapofiwa. Wewe mwanamke jasiri kwa kuwa amefiwa. Ujasiri hauleti kwa kufiwa. Biblia inasema tusiutupe ujasiri wenu maana una thawabu kuu mbele zake. Hili neno sio dogo la kawaida. Haijalishi gender, haijalishi status ya mtu na nini, connection ya mtu na Mungu. Unaposikia vijana wanafanya ujasiri, sio ukifiwa ndio unakuwa jasiri. Ni kauli za kudanganya. Unampeta aonekane ni jasiri lakini anawaka ndani. Kwa sababu anamwambia umeshafiwa, huyu ni jasiri. Tapeli tu kauli zinazoonekana zamani. Utapeli tu. Kwa sababu sio kila mtu anayefiwa lazima akae hivyo hivyo. Biblia inasema kama hajafikia umri mkubwa, mashauri ya Mungu aolewe. Wewe nimebaki na Yesu wangu, baada ya muda wanakuta kuna mtu ana tauro amejifunga. Huyo ndio ilikuwa Yesu wako wakati ule unasema? Watu wa Mungu hawa eti nimebaki na Yesu. Kwa hiyo wakati ukiwa na mume ulikuwa na nani? Yaani wewe mpaka ufiwe ndio ubaki na Yesu. Ni kauli tu za kizushi. Wale walio kwenye ndoa wamebaki na nani sasa? Kwa hivyo Biblia inachokieleza, inaeleza dhambi inadanganya. Ina creep in. Ni living power. Ndio maana inayoweza ku counter attack is the word. Neno la Mungu li hai. And then it is powerful.
na linapenya mpaka kwenye mifupa na kugawanya hiyo yote iliyoko mule ndani kwenye inagawanya mpaka inajua makusudi. It's the word. Ndio maana Zaburi inasema moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisikutende dhambi. Yani neno ndio ambalo lina nguvu ya kuhold the movement of sin. Na anaeleza isipokuwepo kwa neno, kama halitakuwepo neno, dhambi inadanganya, ina kripu, ina turn the heart from softness to hardness. Na hiyo ndio habari mbaya ya utendaji wa dhambi. Na inaanza stage one to another, step to another step, step to another step, without even realizing it. Mpaka tunajikuta mahara, nimefunga macho, nimeziba masikio, nimefunga mdomo, nimefanya hiki. Paulo anaandika Hebrews kwamba make sure that you warn one another daily. Na kwa nini dhambi atafuna? Yani leo hatuonyani, ni wanatukasa, hatuonyani. Unamuona shauri zake, dhambi inatukula na wewe unajua, tena wewe ndio unakuwa medium wa kupeleka information. Na Biblia inasema muonyane kila inapoitwa leo, ili mmoja wenu moyo wake usifanywe kuwa mgumu kwa sababu ya dhambi.